Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya nafasi hii, Mungu amejalia neema ili kushiriki ibada pamoja nawe kwa ajili ya mapenzi yake. Jina langu ni mtumishi wa Mungu Karachi Charles. Napoendelea ni nafasi kuu, nafasi ya neema ambayo Mungu wa majeshi amenijalia. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kujifundisha somo lililokuu zaidi kuhusu hukumu. Na hukumu ina sehemu na vipengele tofauti tofauti kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hukumu ni mtu kulipia uovu wake. Msamaha ni mtu kukubali kulipia uovu wake kwa njia ya makubaliano ama kwa njia ya rehema, kwa njia nyingine. Na pia msamaha huo inakuwa kwamba mtu anaweza kusamehe na hawezi lipia chochote, lakini kuna wakati ambapo unakubalia kulipa makosa yako kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo unaposoma maandiko Biblia, unaposoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba angalieni watu wanaotenda dhambi isi ya mauti, muombe kwa ajili ya hayo ili kwamba ikiwezekana Bwana akawape uzima. Kwa hivyo Biblia ikarifaa katika nafasi kama hiyo kwamba kuna dhambi ya mauti na dhambi isi ya mauti. Na Biblia inasema kwamba ombeni wale ambao wametenda dhambi isi ya mauti ili ikiwezekana wakiweze kusamehewa kulingana na dhambi walioitenda kwa ajili ya nafasi hiyo. Kwa hivyo unapofuatilia nafasi hiyo ni kwamba kuna dhambi ya mauti na dhambi isi ya mauti. Kuna dhambi ambayo ukitenda lazima ulipie. Mfano kama Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Alikuwa ametoza zaidi ya vile inahitajika. Na kwa nafasi hiyo wakati Bwana Yesu Kristo alikuja akubalia na Yesu Kristo kwamba anaenda kurudisha mara 4 kwa vile alivyovitoa kwa watu kwa njia ya unyenyesaji. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, kwa ajili ya siku ya leo ni nafasi kuu ambayo ningependa kunena nawe siku ya leo kwamba kwa mapenzi ya Mungu tusameheane. Na kwa mwanzo tunaposameheana tunakuwa na uhuru fulani katika maisha yetu. Na nataka nizungumzie kitu kimoja kwa ufupi kuhusu Old Testament form of forgiveness and even New Testament form of forgiveness. Unaposoma kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 6 kuanzia penyewe, Mungu anaagiza Musa kwamba endapo mtu atatenda dhambi kwa njia ya kunyanyasa, kwa njia ya kusumbua kitu kilichopotea, ama kwa njia ya kuibia mtu, Biblia inarifaa katika sehemu hiyo kwamba mtu huyo ili aenda aombe msamaha, jambo la kwanza ni kwamba arudishe kila alichokitoa kwa njia ya unyenyesaji ama kwa njia ya wizi, ndiposa asamehewe. Kwa hivyo kuna dhambi zingine ambazo sisi tukizitenda kama watumishi wa Mungu tunapaswa kulipia. Na kabla kuzungumzia siku ya leo mpendwa msikilizaji kwamba kuna dhambi ambayo wewe ukiitenda ndio utaomba msamaha, labda utahitaji mtu akusamehe bila kulipia, lakini njoo kwamba we have physical judgment and spiritual judgment. Ninapozungumzia sehemu na kuja kuondoa kwamba unaposoma kitabu cha Zaburi mlango wa 99 mstari wa 8, Biblia inasema hivi kwamba Mungu ulikuwa kwa Mungu mwenye kusamehe ingawa uliopatiliza matendo yao. Yaani Mungu alikuwa kwa kusamehe katika maisha yao, aliwasamehe ingawa aliofanya walipia maovu yao. Na ndio maana unaposoma Biblia Yesu Kristo Zakayo hangesema tu kwamba nisamehe na asamehewe hivyo. Lazima kuna consequences za uovu ambao tumetenda katika maisha yetu. Na ukisoma maandiko vizuri, ufika wakati ambapo mtu anasema kwamba labda mtu amengoja kwamba ikifika wakati anakaribia kufa ndio aseme Mungu nimetubu. Huenda nilikuwa mwizi, huenda nilikuwa mnyanyasaji ndio nimetubu. Yaani mtu anangoja atubu wakati anakaribia kufa. Lakini Biblia inatushauri kitu kimoja kwamba mtu anapokufa dhambi alizozitenda atakuwa amekubaliana ili dhambi zile ziingie hukumuni. Mfano mimi labda nilikuwa natenda dhambi na sikuwa nimeokoka. Lakini vile nimeamua kuokoka, nimeakubali dhambi yangu ingie hukumuni mapema. Iwapo mimi sitakubali kulipia uovu wangu physically ama kumlipa mdeni wangu kwa njia niliyomnyanyasia, inabidi sasa napoomba Mungu msamaha, Mungu ananibadilisha matendo yangu, yaani nalipia kwa njia nyingine. Mfano ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa 5 mstari wa 24, Biblia inasema kwamba watu wengine dhambi zao si dhahiri zatangulia kwenda hukumuni. Watu wengine dhambi zao zinawafuata. Yaani dhambi yako inakufuata mpaka siku ya hukumu. Na ndio maana tunapaswa kutubu mapema. Tunapaswa kujitakasa na kumtumainia Mungu kwa roho na kweli ili tukapate kushinda na tukazidi kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa njia inayostahili. Kwa hivyo tunapoendelea na kipindi hiki cha neno, tunapoendelea kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu wapendwa, nikipenda kueleza siku ya leo kwamba unaposikia mtu umemkosea dhambi, umemtendea dhambi ama umemtendea makosa na unamwambia nisamehe na hautaki hata kulipia uzuri ulioutenda, nataka kueleza kitu kimoja kwamba ndio msamaha umekubaliwa, lakini jua kwamba kuna consequences za matendo uliyotenda. Ndio wewe labda uliibia mtu, ama mfano wewe una ng'ombe ndani ya mchi wako, ng'ombe imekula mahindi ya jirani, na unaenda unaambia jirani yako nisamehe. Na wakati anakuambia kwamba nimekubali tulipiane, unisaidie kitu fulani, uninunulie mbolani, labda nimage mahindi ambayo ng'ombe zako zilikula, unaanza kusema labda acha kusamea. Lakini ningependa kueleza, unajua wapenda, sisi tunapenda vitu vya bure.
Tunapenda msamaha wa bure. Wakati nimekosa nataka nikitubu, nisamee nimekosa, unataka iishe tu hivyo. Lakini unaposoma Biblia inasema kwamba kuna dhambi ya mauti na dhambi si ya mauti. Inamaanisha kwamba kuna dhambi ambayo ukitenda lazima ulipie, na kuna dhambi ambayo ukitenda unasamehewa na inaisha hivyo. Kwa hivyo hata kunaposoma Biblia unakumbusha kwamba kuhusu msamaha wa Yesu Kristo katika Biblia. Yesu Kristo anazungumzia kuhusu mtu ambaye alikuwa na deni yake. Kisha akaomba msamaha, huyu mwingine akamwambia kwamba, alipoomba msamaha, mwingine akamwambia kwamba nivumilie, nitafute nikupe. Hakumwambia tu kwamba nisamee na imeisha hivyo. Lakini unaposoma Biblia huyu mwingine ambaye alisamehewa dhambi zake akaambiwa kwamba nivumilie, nitafute, nitalipa, akavumiliwa. Kwa hiyo nafasi akaenda akuta mwingine ambaye ana deni lake. Wakati alimuuliza amlipe deni lake, naye akasema kwamba kama hawezi nilipa deni langu na kutupa gerezani, na akamshika akamtupa gerezani mpaka atakapokwisha kulipa deni. Na ndio maana unaposoma Biblia inasema inarifaa mtu ambaye alimhukumu mwenzake, kwa sababu msamaha ni makubaliano kwamba ndio nimekubali nalipia, lakini huyu alimhukumu. Kuhukumu mtu ni kumfanya mtu alipie makosa yake pasipo kukubaliana. Huenda ulisha shamba la ndugu yako, ama huenda ng'ombe yako imekula mahindi ya jirani. Jirani anakuambia kwamba lazima unilipe 1,000,000. Na mahindi huenda ambayo ng'ombe zimekula labda haifiki hata nusu eka. Kwa hivyo nafika mahali unakuja unagundua kwamba Biblia hapo ndo unagundua kwamba Biblia inasema kwamba kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Na ikasema kwamba Biblia kwamba hukumu ile mhukumuyo ndio mtakayohukumiwa. Na ndio maana unaposamea mwenzako ndio umemsamee, sio kwamba hujamsamee. Lakini kumbuka kwamba kuna consequences za uovu ambao amekutendea katika maisha yako, ambazo lazima atakuja kuchutia kwa ule uovu alioutenda. Kwa hivyo tunapodumu mikononi mwa Bwana, tunapodumu katika njia ya Mwenyezi Mungu, wapendwa, tujitolee na tumtumainie Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mapenzi yake. Nikirejea tena katika kipindi kijacho mbele yangu, tutajifundisha pia kuhusu hukumu ya mwisho, end time judgment. Na itakuwa vyema kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na pia itakuwa vyema kwa ajili yangu na wewe, ili tukazidi kujengwa na tukazidi kumtukuza Mungu kwa roho na kweli. Ningependa tuingie katika maombi nikiombea mpendwa msikilizaji katika nafasi hii ambaye amesikiza ujumbe huu kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Baba mtakatifu, Mungu wa neema, ni kwa ajili ya wakati unasema ni asante. Ninakutukuza kwa ajili ya kila roho na kila nafsi ambaye imelisikiza neno lako kwa ajili upana kwa ajili ya mapenzi yako. Naomba mkono wako wa neema na ufunguo wa wokovu, ufunguo wa neema katika maisha yao. Naomba uwepo wako na ulinzi wako kandamane pamoja na kila roho ambaye imesikiza neno lako siku ya leo, ili wakazidi kujengwa, wakazidi kufunguliwa kwa mapenzi yako Mfalme. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Ukasema kwamba tangulisheni Mfalme mbinguni na haki yake, na vitu vingine mtavipata kwa mapenzi ya Mungu. Ni kwa ajili ya siku ya leo, Jehova Jireh, Mungu wa neema, ninaomba mpendwa msikilizaji ambaye amesikiza ujumbe huu kwamba milango ya maisha yake ifunguliwe. Ikiwa anatafuta kazi akapate kwa mapenzi yako. Ikiwa kuna jambo ambalo linamsumbua katika maisha yake, Mungu wa Israeli, ninaomba ukamtendee katika maisha yake na ukamfungue kwa neema na kwa mapenzi yako, ili asidi kushinda na kulitukuza jina lako. Naomba hayo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo uliye Bwana na mwombezi wetu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, ukitaka kunipata zaidi, nambari ya simu ni 0707 97 28 20. 0707 97 28 20. Mungu amani awabariki na mkawe na siku njema.